Wakuu wa majeshi wawili walipata habari juu ya utajiri unaopatikana upande wa pili wa kisiwa. Lakini baada ya kufuatilia, waligundua kwamba watu wengi walishindwa kwenda kwa sababu kulikuwa na nguva kabla ya kufika katika kisiwa hicho, ambao wale nguva walikuwa na sauti nzuri sana wakiimba, watu hujitupa kutoka kwenye meli na kuingia baharini wakafa. Mkuu wa majeshi wa kwanza alichokifanya, aliwachukua wanajeshi wake akawekea pamba masikioni. Lakini yeye moyo wake ulikuwa bado unatamani kuisikia ile sauti ya nguva. Hivyo alichokifanya, aliingia kwenye chumba chake cha ndani katika ile meli na kujifunga mwili wake na nguzo. Walipofika katika ile sehemu, nguva alianza kuimba. Hivyo ilipelekea akaanza kujirarua ngozi yake akitaka kwenda kuingia ndani ya maji, kwenda kuwasikia vizuri kwa karibu. Lakini mkuu wa majeshi wa pili, yeye alichokifanya, alisikia habari za mtu mmoja pia anaitwa Jack. Jack ni mpiga gitaa mzuri sana, ambaye alikuwa kila siku asubuhi anaenda msituni, anakaa anapiga gitaa apate utulivu. Gitaa lake alikuwa anapiga vizuri sana kiasi cha kwamba miti ilikuwa inainama, miti mirefu ikae karibu yake kusikia jinsi lile gitaa linavyolia. Hivyo walianza safari. Walipoanza safari, akamchukua Jack, wakaenda wote. Walipofika ile sehemu ambayo nguva wanaimba, alimwambia Jack, hebu piga gitaa lako. Hivyo kabla wanajeshi wake hawajajitupa kwenda kufuata ile sauti ya nguva, Jack akaanza kupiga gitaa, nao wakaanza kusikiliza ile sauti ya gitaa badala ya kwenda kujitupa kusikia sauti ya nguva. Hawa ni mfano wa Wakristo aina mbili ambao tuko nao siku hizi za leo. Wakristo wa kwanza ni wale ambao wanaacha dhambi kwa sababu wanajifungia sheria, lakini mioyo yao bado inatamani kufanya yale mambo mabaya. Lakini Wakristo wa pili ni wale Wakristo ambao wanaacha dhambi kwa sababu wamepata kitu kizuri zaidi kinachopendeza mioyo yao kuliko dhambi. Wewe ni Mkristo wa aina gani?